of faith. What the faith does, it is to convert the word to power. If I tell you you are blessed, faith in a convert the word blessings to the power. Hilo jina imani, unapokwenda kwa mzazi, unasema nimeenda baraka za mzazi. Mzazi anasema watoto wangu nimewabariki. Hakuna kitu unachukua hapo, ni kuamini. So faith converts word to blessings. Amen. Amen. And I say, pray with anything, but don't pray with the faith. Weza chezea chochote, lakini usichezee imani. Na mtu usicheze na imani. Wala imani yako usichezewe. Na ndio mbele nasikia uchungu sana mtu anapokuchekelea kwa sababu ya wokovu. Anapokufinyilia kwa sababu umeokoka. Maana kucheza na imani yangu. Faith haitaki jokes. Hallelujah. Amen. God will give you big tax. And that is the faith. Mungu amekutendea kazi kubwa, na kazi ambayo umepewa ni imani. Yohana 6 aya yake 28. Yohana 6 aya yake 28 inasemaje? Inasema namna hii: basi nawaambia, tufanye nini ili tupate kutenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, nawaambia yeye aliyemtuma. Hii ndiyo kazi ya Mungu, muaminini yeye aliyetumwa. Ni kuamini. So kazi ya Mungu ni kuamini jamani. Ile kazi tuko sio kurukaruka. Kuamini. Ninapomrukia Bwana, if you don't believe that you are jumping to the Lord, it will be vain. But if you are jumping, knowing I'm jumping for the Lord, hata utaingia kurukaruka. That's why David alikuwa anarukia Mungu, anaimbia Mungu mpaka nguo zinafunguka. Kwa nini? Alikuwa na imani, anamwimbia nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Mungu tumepewa ni imani and faith. Unahitaji tu kuamini. Nikienda kanisa nitafunguliwa, nikienda nyumba ya Bwana nitafunguliwa, nikitoa sadaka nitafunguliwa. Bwana anahitaji imani. Mungu yeye wa sadaka ameandika sadaka iliyo na imani. Unanipata? Sadaka iliyo na imani. Ukileta sadaka bila imani hainasaidia wewe. Lakini kama unatoa sadaka, ili sadaka ninajipatanisha nayo, sadaka ile ilikomoe imani katika hiyo sadaka. Ninaenda nifagie hiyo nyumba ya Bwana. I know kenye mimi ninatamani nitapata. Imani itaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Wale ndio maneno ya maombi kidogo. Maombi ukabidhi Mungu vitu mikononi mwake. When you are praying, unakabidhi hoja mikononi ya Mungu. Baba naomba hiki. Baba naomba shamba. Baba naomba ploti. Baba naomba mke. Baba naomba kazi. Hayo maombi wamkabidhi mikononi mwake. Haleluya. Amen. Lakini imani huleta yeye katika maisha yako. Amen. Hayo kuipata. Lakini imani huleta Mungu katika maisha yako. Mlipata? Maombi ni kuwekelea mikononi mwa Mungu. Lakini imani ni kuleta mikononi mwako hicho ambao umeomba. I think now you have it.
Haleluya. Katika maisha yako unaleta Mungu katika maisha yako. Wama Mungu ameingia katika maisha ni wale walio na imani. Wana imani wale waombao. Wana imani ni wale wanaomba ili imani ingie. Maana wamewekelea mikononi. Na hiyo mikononi kutoka kwa Mungu ndio ije kwako. Inahitaji imani. Maana imani ni Mungu anatoka na ingia maishani mwako. I'm talking to somebody. Life. Dunia watu wanasema life starts at 40. Life starts at what? But in spiritually, life begins once you start believing God. Sure. Don't think that pastor is good than you. Ni wakati alianza imani. Hiyo mtaelewa. When you start believing, when you start faithing, when you start growing faith, that's where the life starts. You start enjoying the kingdom. When you receive, maana ni Mungu anatoka pale, hayo maombi yote inaingia maishani mwako. That's where the life starts. So a young man, if you have the faith, he can welcome the presence of God to his life. Are we getting the power of faith? Habakuku. Somebody read Habakuku 2. Habakuku, yes. In the first time. Habakuku 2. Habakuku 2:4 inasemaje?